Kuna kijana mmoja pale Mombasa kitambo, alikuwa ametoka kazini refinery. Alipokuwa anarudi nyumbani, ilikuwa ni usiku, alikuwa night shift. Alipokuwa anarejea nyumbani akakutana na polisi. Yule polisi akamuita, "Wewe kuja hapa kijana, umetoka wapi? Unaenda wapi? Unafanya nini? Unafanya nini saa hizi? Unatembea wewe pia ni serikali?" Makofi. Yule kijana alikasirika sana. Wajua Mombasa hatujazoea mambo kama hayo, kwamba mtu anatoka huko anaanza kukuchapa kwa sababu yeye ni polisi. Yule kijana alikasirika sana. Alijaribu kumuonyesha, kwa sababu alikuwa anamwambia, "Mimi nimetoka," na alikuwa yuko mita chache sana kutoka kwa gate ya refinery pale. Alikuwa anakuja huku Magongo mwisho. So jamaa anamwambia, "Nimetoka refinery pale. Twende pale ukamuulize yule soja kama nimetoka huko ama sijatoka huko. Kuna maaskari pale kwa gate." Yule polisi hataki kusikia, ni makofi tu na mateke. Kumbe yule polisi alikuwa amepigwa transfer kutoka Nairobi, amebeba tabia za Nairobi, amekuja nazo Mombasa, mambo ya kuchapa watu ovyo ovyo. Mombasa lazima ukue careful sana. Akachapa yule kijana alafu akampiga pingo, wakazunguka, baadaye mwishowe akamwacha. Yule kijana alipoenda kwake alishindwa kulala kwa sababu ya hasira. Yule kijana alipoamka asubuhi akaanza kujiuliza, sasa nitafanya vipi? Huyu jamaa mbona ananichapa? Wajua Mombasa kitambo tulikuwa hatujazoea hiyo ujinga. Hiyo ilikuwa ni kama abuse nyingine ya hali ya juu sana. Watu wa Nairobi walikuwa wamezoea. Hata kuna wakati nilikuja Nairobi, wakati huo my friend, niliona watu wanaweza tandikwa, yani wale mapolisi walikuwa wanaweza weka tu roadblock na wakatandika watu, wakawalaza kwa maji, ushaona. Sasa Mombasa hiyo haikukua. Sasa yule jamaa alikasirika sana. Alipoamka asubuhi akaanza kuuliza wadau. Alikuwa anasema, "Mazee, kuna mtu amenikosea, sijui tutamfanya vipi." Alikuwa anauliza huku na huku. Mazee, huyu jamaa anauliza mabeshte, ushaona. Sasa ndio kila mtu alikuwa anamshauri, "Nenda kwa wazee watakusaidia." Yeye alikuwa anasema hajawahi, lakini akaambiwa, "Lakini sasa basi kama uko na hasira itabidi." Na yeye akaamua, akakwenda. Wajua ulikuwa unaambiwa kama utakutana na wale wazee wa kaya, wale wa zamani, unaambiwa hufai kujitambulisha. Kama utaenda kwa mganga na useme mimi ni fulani, huyo ni mtapeli. Na kama utaenda umwambie matatizo yako, huyo ni mtapeli. Yeye ndiye anafaa kuambia una matatizo gani. So yule kijana alipokwenda akaambiwa alipoingia tu hivi akaambiwa, "Nilikuwa nakutarajia sana. Niliona yule jamaa alipokufanyia yule polisi, unaona." Sasa ndiye akamuelezea alipofanywa. Yeye ndiye anafaa kuelezea ulipofanywa, anafaa kuelezea mbona umekuja. Sasa yeye akaelezewa. Baada ya kuwa ashaelezewa, akaambiwa sasa unataka kumfanya vipi? Akasema, mimi sijui, lakini nataka nimfanye kivyo vyote mpaka yeye pia asikie uchungu kama nilivyosikia uchungu. Akaulizwa, "Unajua kwanza unaambiwa ukisikia mganga na kuitisha shilingi 50,000, 100,000, 40,000 za Kenya, huyo ni mtapeli. Mganga hajawahi itisha pesa nyingi. Mganga wale wakaya, wale wa Mombasa." Sasa yule mganga akamuuliza, "Uko na shilingi 200? Hiyo ilikuwa inatosha kufanya hiyo kazi?" Akasema, 200 niko nayo. Akapewa. Akampa. Alipompa akampatia dawa, akamwambia, "Ramba hii dawa." Akaramba. Baada ya kuramba ile dawa akamwambia, "Sasa yule jamaa kule aliko, mate yako ndio dawa yake. Na usimfanye ajue. Kwanza atakapokuja kutafuta, kamuitishe unachokitaka. Alafu akishakupa ndio utamtemea mate pale kwenye ile mkono." Jamaa akakwenda. Alipokuwa kazini, yule polisi naye ameanza kuhangaika huku mtaani. Anasikia mkono inawasha, anapelekwa hospitalini, anapimwa, hakuna kitu. Anapelekwa wapi, anapimwa, hakuna kitu. Sasa akaulizwa na mapolisi wenzake, "Wewe, kuna mtu ulichapa?" Akasema, "Ndio, kuna mtu nilichapa." Akaambiwa, "Sasa hiyo si ya hospitali, nenda kwa wazee." Alipoenda kwa wazee, yule mzee akamwambia, "Nilijua utakuja pia." Wajua wale watu wanakuona kwa mbali sana. Akamwambia, "Nilijua utakuja." Akamwambia, "Wewe umepigwa transfer kutoka Nairobi kuja Mombasa." Akamwambia, "Huku ni Mombasa, lazima ukue careful. Usiwekelee mikono kwa watu ovyo ovyo. Huku ni kwingine tofauti." Yule mganga akamwambia, "Sasa mimi siwezi kukusaidia. Njia pekee yake ya kukusaidia ni unipatie shilingi 10,000. Unajua kama wewe ndio umekosa, utagaramika. Nipatie shilingi 10,000 ni kuonyeshe mahali utapata dawa. Na hiyo dawa utagaramikia pia kando." 10,000 bado unisaidii, unataka tu. Akamwambia, "Kama ni vigumu, unaona ni vigumu, basi wewe nenda
Naye akaenda akakwenda kwa mwingine tena. Yule mwingine alianza kwa kumwambia, wewe polisi mkorofi, umeshatoka kwa mzee Abubakar. Mzee Abubakar amekwambia alikuwa anataka 10,000 ili akuonyeshe mahali utapata dawa. Hata ukuje hapa bado sisi tunahitaji bado hiyo 10,000 ndio tukuonyeshe dawa yako utaipata wapi. Akaona ugumu, ilibidi akaenda mbali sana. Alikwenda Miritini kule chini. Kukwenda kule chini akaambiwa, mazee, ushakwenda kwa mzee Abubakar amekuitisha 10,000, umekwenda kwa mzee Hassan amekuitisha 10,000. Hata hapa ukikuja dawa ni ile ile, tutakupatia, tunahitaji 10,000 tukuonyeshe dawa yako utaipata wapi. Akaona inabidi tu atoe. Akatoa ile 10,000. Alipotoa 10,000 akaambiwa, yule uliyemchapa ndio anabeba dawa yako duniani kote. Yule jamaa akikufa wewe lazima utakufa. So inabidi umtafute mapema. Yule jamaa yafanya refinery, atakuwa anaingia kazini saa 9, atakuwa amevaa nguo za red. Sasa wewe nenda pale kwenye geti, na akaambiwa yule jamaa anaitwa fulani wa fulani, wewe hukumjua jina. Anaitwa fulani wa fulani. Nenda pale kwa geti, uambie wale masoja unamtafuta fulani, huyu jamaa anajulikana sana. Yule soja, wale masoja watakwambia atakapokuwa anaingia, atakuwa anaingia saa 9. Ujue anaambiwa usubuhi, yule jamaa bado yualala, si yuko night shift, bado yualala, lakini anaambiwa saa 9 atakuwa amevaa nguo za red. Yaani nguo atakazovaa akikwenda kazini tayari zimeshaonekana kwa rada. Ushaona? Sasa yule jamaa yule karawa akaenda pale. Akawa analia, lakini amevaa civilian. Akawa analia. Hiyo kitu wajua ni chungu, ni kama mtu amechukua mkono yako akaingiza kwenye jiko vile. Inachoma kuchoma. Akakwenda akakaa pale. Akaongea na wale masoja. So ilipofika wakati yule jamaa anakuja kazini, ndio yule jamaa akaambiwa kuna mgeni wako amekaa pale kwa waiting. Sasa yeye akasema mgeni gani? Alipokwenda akaona yule jamaa na amelia mbaya, ametoa machozi. Akamuuliza, wewe mgeni wangu mbona sikufahamu? Akamwambia, mimi ndio yule niliyekuchapa pale usiku. Akamwambia, ndo wewe, ulinichapia nini basi? Akamwambia, unajua bana ni hali ya kazi. Akamwambia, hali ya kazi? Kazi yako wewe unalipwa mshahara, mimi nakatwa ushuru ili ulipwe uje unichape tena. Mbona hujielewi? Yaani mimi mshahara wangu inakuja ikiwa nusu kwa sababu wewe ulipwe. Wewe ukishalipwa unakuja kunitukana tena mtaani unanichapa. Akamwambia, lete 100,000. Unajua ni kitambo. 100,000 ilikuwa pesa nyingi sana wakati huo. Yule jamaa akasema, sina 100,000. Akamwambia, hata kama inapungua shilingi 1 sichukui. Akawa anaingia. Yule polisi akamwambia, hapana, ngoja basi tuongee. Akamwambia, hakuna cha kuongea hapa, ni unipatie 100,000 nikutibu ama uende ukufilie huko mbali. Akamwambia, basi nitarudi. Akakwenda akakusanya hizo pesa zake, ikafika 100,000 hiyo siku. Akarudi akaulizia wale masoja. Yule bana akaitwa. Alipokuja nje akamtemea mate kwa ile mkono, na yule jamaa akapona. Ushaona? Ilikuwa that powerful. Unaona hiyo mchezo ya makarau huko Mombasa, anakuchapa kama unataka. Unaona? Wakati huo wazee wa kaya walikuwa wanafanya kazi. Saa hizi kupata hao wazee, my friend, itabidi utembee sana na itabidi utafute sana. Ushaona? Walimalizwa na nini basi hawa wazee? Ama walimalizwa na nini? Hao watu walimalizwa na kanisa moja yenye watu hawajajua. Lakini kama wewe ni mtu wa Mombasa wa kitambo, utajua kwamba Jesus Celebration Center. Jesus Celebration Center. Hiyo JCC ya Pastor Lai wakati ilikuwa JCC. Hiyo kanisa, my friend, ilikuwa na maombi na makrusade na makesha na morning glory na maombi zenye ziliharibu nguvu za giza, na hiyo kazi ilipungua idadi ya wachawi na waganga Mombasa. Hiyo kanisa ndio ilifanya mambo mengi sana, lakini baadaye sijui mbona mapasta unaitwa kufanya kazi ya Mungu alafu sijui nini pesa inakuwa, yani unaona kupenda pesa sana iliharibu nguvu za makanisa. Unajua JCC ndio ilianza na ikajoiniwa na makanisa zingine chache na zikawa ziko powerful sana, lakini JCC ndio ilikuwa na deal. Lakini sasa kupenda pesa sana, kuweka pesa mbele, ilifanya hizo makanisa zikafall. Mpaka makanisa unakuta mtu alijenga jengo kubwa, lakini sasa imebaki na iko na waumini kama quarter tu. Yani unakuta kanisa ya 30,000 sita, unaenda unakuta iko na benches 2 tu ndio ziko na watu huko mbele. Hiyo yote hiyo hall imebaki watoto ndio wanacheza huko. Kwa sababu gani? Ya kupenda pesa sana. Makosa makubwa sana. Mungu atusaidie.